anaanza kutiririka baraka nyingi. Mara atabariki kapu lako, atakubariki mjini, atakubariki kijijini, atakubariki watoto wako, atabariki uzao wako, atabariki kila kitu. Lakini ni baada ya kusikia Mungu anachosema, tena unamsikia kwa bidii, alafu pili unayatunza yale anayokuagiza, na unapoyatunza unayafanya, na unapoyafanya ndipo Bwana anapofanya haya yote. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 15 anaeleza vizuri, anasema usipofanya hivyo, anasema laana hizi zitakufuata. Watu wengi tumekuwa tukiomba baraka, lakini nataka nikwambie hivi, hauhitaji kuomba baraka kwenye maisha yako. Ni swala tu la kuwajibika kwenye hili agano ambalo tupo, kuwajibika kwenye eneo lako. Hizi baraka anasema zitakufuata na kukupata. Kwa hiyo hata kama usingezitaka, maadamu umewajibika, zinakufuata. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema uwe kijijini, uwe mjini. Usije ukasema mimi niko kijijini siwezi kupata hela. Huo ni uongo. Na usije ukakimbia mjini ukasema niende kijijini, huko mjini hakuna hela. Ishu ni baraka. Na kwa nini hujapata baraka? Haujamsikia Mungu wako kwa bidii. Hujafanya bidii ya kumsikiliza Mungu. Hujafanya bidii ili Mungu umsikie. Lakini pia hujayatunza yale anayokuagiza. Hujayafanya yote yale anayokuagiza. Na kwa sababu hiyo laana zinakupata. Kisoma huo mstari wa 15. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachotokea, nimekwambia jambo la kwanza, wajibu wako kwenye hili agano ni kunyenyekea. Unaponyenyekea, kinachotokea, Mungu anakupa neema. Kama tulivyojifunza, Mungu akikupa neema, yani ukastahilishwa wakati hustahili, Mungu analiachilia neno kwenye maisha yako. Kumbuka tunaishi kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia agano linafanya kazi kisheria. Hauwezi ukastahilishwa tu ukafanikiwa kama hakuna neno linalokufanya ustahili. Sijui kama mmenielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Iko hivi, wakati kwenye familia yako hamstahili kuwa matajiri, hiyo ni sheria kwenye ulimwengu wa roho. Yawezekana kabisa babu zako waliabudu miungu mingine, na kama waliabudu miungu mingine, mnatembea ndani ya laana. Kwa hiyo hamstahili kuwa matajiri. Unaponyenyekea kwa Mungu, Mungu anakustahilisha. Na wakati anakustahilisha, kumbuka bado uko chini ya hiyo familia, uko kwenye hiyo familia ambayo kiuhalisia kwenye ulimwengu wa roho kwa sheria haustahili. Na kwa sababu hiyo Mungu amekustahilisha wakati hustahili, analiachilia neno ili likuhalalishe wewe kuwa tajiri. Sijui kama mmenielewa. Anaanza kutengeneza mfumo, anaanza kutengeneza njia kwenye ulimwengu wa roho ili akustahilishe, ili ustahili kwenye vigezo vya kiroho, kwenye vigezo vya kisheria, ili ustahili kwenye hiyo familia kuwa tajiri. Kwa hiyo ataanza kukupa neno kwamba fanya 1, 2, 3. Kwa nini? Tunaishi kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie hiki kitu. Wakati Yesu anajaribiwa